Wanaume baada ya kwenda round ya kwanza unatakiwa ufahamu kwamba kikawaida kuna kipindi ambacho tunaita refractory period. Hichi ni kipindi ambacho kinatofautiana kwa mtu mmoja mpaka mwingine. Asikuchanganye mtu akakwambia yeye labda akimaliza pale round ya kwanza huwa anaenda tena anaendelea, lakini mwingine akakwambia labda huwa anachukua dakika 15 au 20. Inategemea na mtu mmoja mpaka mtu mwingine. Kwa hiyo hata wewe unatakiwa ujijue inatakiwa ichukue muda gani ili kuweza kuelect tena au kusimamisha ili uweze kwenda kwenye raundi ya pili. Kwa hiyo jambo la msingi hapo ni lazima ujue watu wanatofautiana. Kwa hiyo usiangalie kwenye video za ngono, usiangalie labda kwa wenzako au kufuata ushauri wa watu wengine bila kujijua wewe, kwa sababu kila mtu inategemea na uwezo wake, lakini pia hii inategemea na wewe mwenyewe, tunasema hisia zako zikoje. Kwa wakati mwingine unakuta pia hata mfumo wa hisia, labda ile hormone ya testosterone iko chini. Kwa mwisho wa siku wewe lazima uchukue muda mrefu zaidi. So hii ni myth ambayo imekuwa ikiwachanganya watu wengi sana. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa. Kwa hiyo jitahidi ujijue wewe inakuhitaji kukaa muda gani, kwa sababu kuna watu ambao itachukua dakika 15, wengine mpaka lisali moja, wengine zaidi ya masaa. Kwa hiyo ukijijua inakuwa ni rahisi zaidi, na wakati mwingine huenda unaishia raundi moja, lakini kumbe ungeenda raundi ya pili, ungesubiri, ulikuwa na uwezo wa kumridhisha mwenza wako, lakini umeshindwa kwa sababu umeshindwa kuwa mvumilivu na umeshindwa kutokujua mwili wako vizuri. So by the way, kama umeweza kupambana hivyo lakini umeweza kujua muda wako, lakini bado raundi ya pili unajikuta bado unamaliza mapema, raundi ya tatu unamaliza mapema, ipo program maalum ambayo itakusaidia wewe kuweza kutibu na kuondoa hiyo changamoto, kuhakikisha unaweza kumfikisha mwenza wako. So hakikisha unanitafuta niweze kusaidia mapema sana. Asante.